Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Africa TV. Karibu katika kipindi cha Ayatun wa Hikaya, kipindi ambacho kinakuletea wageni tofauti tofauti, wakiwemo mashekhe, lakini vijana tofauti tofauti, wafanyabiashara, hali kadhalika watu ambao wewe huenda hukudhania utawaona katika runinga hii au katika television yako, lakini leo hii na vipindi vijavyo au vilivyopita utaweza kuwatazama au ulisha watazama. Jina langu ni Isa Nguchuke, na leo insha Allah biidhnillah nipo na mgeni ambaye katika runinga yetu ya Africa TV2 ni maarufu, lakini pia huenda ukawa haufahamu ambacho yeye alichonacho katika moyo wake ambacho huenda hajawahi kukishare kwako wewe mtazamaji. Huenda akikaa tu na familia nyumbani ndio ana waeleza mambo hayo. Na mgeni tulionaye leo ni Sheikh Ahmad Amana kwa jina maarufu hilo. Sheikh, assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali yako? Alhamdulillah. Kwema kabisa. Namshukuru Allah, alhamdulillah. Karibu sana. Karibu sana. bwana. Sheikh Ahmad Amana. Naam. Tuanzie kwenye jina hilo hapo. Naam, mimi jina langu kwa ukamilifu wake ni Ahmad Hamid Ahmad. Ama hili jina la Amana, hili ni jina ndio jina la ukoo surname yetu, na jina hili lilitokana na marehemu babu yetu, na mimi ni wa jina wake, na jina hili lilitokana na shughuli zake alizokuwa akizifanya. Marehemu babu yetu alikuwa ni mfanyabiashara, na zamani kulikuwa hakuna haya mambo ya Tigo Pesa na M-Pesa wala Western Union wala vitu hivi havikuwepo. Bado ulimwengu ulikuwa ni wa kizamani. Kwa ni miaka ya 1900 na mwanzo hapo ndipo mzee alipokuwa akishughulika. Kwa hivyo kwa kuwa walikuwa wanasafiri kwa njia za majahazi na maboti na mashua na hivi, wakati mwingine watu wanatumana katika safari zao. Mtu anaenda anajua mimi nina mwezi mzima, miezi miwili, mwenzangu anarudi nyumbani. Kwa hiyo anampa mtu amana yake ili ampelekee. Sasa kwa kuwa watu walikuwa na sifa ya kumwamini, wakiambiana hasa kama una amana yako mpe bwana. Sasa ile mpe amana ikenda ikaingiana yule bwana, ikawa jina lile la Amana kutokana na kuaminiwa kwake, ndipo lilipomchukua mpaka leo hii. Sisi takriban familia nzima tumekuwa tumezoeleka kwa jina hilo, Ahmad Amana. Ndugu zangu utakuta Farhani Amana, Hazmi Amana na mfano wa hivyo. Na hata biashara yetu tunaiita kwa jina la Amana. Wengi wakiona biashara yetu tunaiita kwa jina la Amana wanadhani ni Amana hii ya Ilala, lakini ni Amana ya ukoo. Amana Autospare, Amana Scan Autopart, Amana Automotive. Jina za biashara zetu zinaendana na jina la kifamilia. Mashaallah. Mtazamaji wa Africa TV, huyu ni Sheikh Ahmad Amana, na nadhani mpaka hapo sasa ushajua kitu ambacho haukijua hapo awali. Sheikh, karibu sana, na kipindi ni Ayatun wa Hikaya. Sheikh, na kipindi hiki kama ilivyo kwa kawaida wageni wetu wanajielezea, wanatusomea aya za Qur'ani, lakini aya hizi nyuma zinakuwa zina hikaya tofauti tofauti ambazo wanazikumbuka katika maisha yao. Ni aya ipi ambayo umeiandaa na hikaya ipi? Baadaye hapo tutakuja utuelezee, lakini kwa mukhtasari tu utuelezee, kwa sababu tunasema katika kundi la waliokula chumvi na wewe tayari ushaingia, maana ndevu ishaanza kubadilika rangi. Kwa hiyo kwa mukhtasari tu shehi, nasi historia yako kwa mukhtasari tuweze kufahamu. Kwanza kabla sijaeleza kuhusiana na suala la aya, napenda kueleza wanaonitizama kwamba mimi katika mashehe simo. Mimi ni mwanafunzi kwanza, mimi nasoma mpaka leo. Na istoshe mimi ni mfanyabiashara.
shughuli yangu hasa mimi ni mfanyabiashara, lakini kuna vitu katika maisha yangu nilikuwa najiuliza na vilikuwa vinanivutia. Nikisoma historia za maswahaba, nikiwaangalia kina Uthman bin Affan, kina Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq na wengine, hawa walikuwa wafanyabiashara, na ingawa najiuliza maswali kwamba vipi hawa walikuwa wafanyabiashara halafu waliitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi twashindwaje kuwa hivyo? Ndipo nilipoamua kujitosa katika mambo haya ya kidini, na alhamdulillah nimeona kwamba inawezekana, kwa sababu binafsi yangu mimi ni muasisi wa taasisi ya Fadhakir Islamic Foundation, na katika taasisi hii mimi nachukua nafasi kama mwenyekiti, lakini pia katika eneo la Tabata nimechaguliwa katika taasisi ya Al Imran Islamic Center nikiwa pia kama mwenyekiti, na nimeshakuwa katika nafasi hiyo pale Al Imran kwa takriban miaka 7 sasa, na nimekuwa nikifanya biashara zangu na nikisimamia uongozi katika taasisi ile, na nikishughulika na mambo mbalimbali yanayohusiana na dini, kama hivi kwamba mmeniita katika mwaliko na kutegemea kwamba mtapata japo kidogo cha aya ambacho mimi ninaifahamu au imenigusa katika maisha. Lakini wengi katika wafanyabiashara, dhana wanayohisi ni kwamba kwa kuwa yeye yuko busy, kwa kuwa yeye ana shughuli nyingi, kwa kuwa hivi kwamba yeye hawezi kushughulika na mambo ya kidini. Lakini hii sio sahihi, kwa sababu hapa Tanzania kabla ya sehemu nyingine wapo mashehe wengi ambao Allah wahifadhi, tunawafahamu, ni mashehe wanashughulika na dini na pia ni wafanyabiashara ambao wanashughulika na maisha yao. Kwa hiyo mimi nihimize kwamba wafanyabiashara wanahitajiwa mchango mkubwa wao katika kusimamia masuala ya kidini na sio kujishughulisha moja kwa moja tu katika mambo ya kidunia. Na mimi pia ni moja kati ya mashuhuda tuliwahi kusafiri, nikaona kila sehemu tunapofika, kama kuna msikiti unaomba utoe dawa. Yani hilo jambo binafsi mimi lilikuwa linanishangaza, japo nahisi wewe kwako lilikuwa lina kawaida, lakini mimi lilikuwa linanishangaza mpaka nilikuwa naambia wale wenzangu, Sheikh vipi, mbona kama anahangaika sana? Kaambia bwana, ndio hulka yake ilivyo, yani anaona anapungukiwa na kitu. Wallahi ni kitu kikubwa sana Sheikh. Namshukuru Allah. Yani hilo ni jambo ambalo nimejijengea utaratibu mimi katika maisha yangu. Nimejijengea taratibu mbili. Kwanza, kila siku mimi natuma ujumbe walau hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au aya moja ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utaipata kwenye YouTube, kwenye Instagram, kwenye Facebook, kwenye TikTok. Lakini pia kwangu mimi naona ni kama jambo la kinyume kuingia msikitini nikaswali alafu nikatoka. Yani nahisi kwamba sijaitendea haki dini yangu, kwa sababu si kuswali tu ndio Uislamu, bali katika ibada ambayo sisi tumeiacha sana ni ibada ya kukumbushana. Na wakati sisi tukilala na jambo hili, wenzetu wameamka. Kwa sababu leo ukisafiri ukienda katika stendi za mabasi mbalimbali hapa Tanzania, utaona wenzetu na vispika vyao wanamtangaza Yesu, anakuja Yesu, atafanya hivi Yesu. Kwa nini sisi Waislamu hatuui hivyo? Tukaenda kwenye mastendi, tukaenda katika misikiti, tukaenda kwenye sehemu tofauti na tusione haya, kwa sababu sisi tunaitangaza dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tunawakumbusha Waislamu wenzetu katika sehemu ambazo wamejisahau. Na mwanadamu ana sifa mbili. Mwanadamu sifa yake ni kukosea na kusahau. Hii ndio sifa ya mwanadamu yoyote yule, kukosea na kusahau. Na hakuna dawa ya makosa haya isipokuwa kukumbushwa, na ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ametuambia fadhakir in nafa'ati dhikra, fadhakir inna dhikra tanfa'u almu'minin. Ukumbusho utamfaa anayeamini, sio mtu asiyeamini. Yule anayeamini ndo atakiwa kukumbushwa. Mashaallah. Sheikh, shukran sana. Sheikh, tuanzie hapa. Ahmad Amana alizaliwa wapi, kakulia wapi mpaka leo alipofika kwa uchache? Mimi bwana ni mwenyeji wa Tanga. Mimi nimezaliwa Tanga, wazazi wangu ni wa Tanga, nimekulia Tanga, nimesoma Tanga, na baadaye nilisafirishwa na wazazi kwenda katika nchi ya Kenya. Kuna mji mmoja kule Kenya unaitwa Lamu. Nilipelekwa pale kwa ajili ya masomo yote mawili, dini na dunia. Kwa hiyo nikasoma kule katika madrasa moja inaitwa Madrasatin Najah takriban miaka 8, lakini pia nikasoma kule katika shule
kuanzia primary mpaka sekondari nikiwa niko kule Kenya, lakini baadaye nilipomaliza kusoma nikarudi tena Tanga pale, na nimehamia Dar es Salaam mwaka 2008. Nilianza biashara hii ninaoifanya Tanga. Biashara hii nilianzia Tanga na baadaye nikahama nikaja Dar es Salaam, na alhamdulillah mpaka leo niko Dar es Salaam. Kutoka nimekuja na naendesha shughuli zangu mimi na ndugu zangu na familia yangu, sote kwa takriban tuko Dar es Salaam. Wazee wako Tanga na mara kwa mara tunakwenda Tanga kwenda kuwatembelea kama ada yetu ya kawaida. Inshallah. Shukran sana Sheikh kwa historia hii. Mtazamaji wa Africa TV, huyu ni Sheikh Ahmadi Amana. Sheikh, mimi naomba nikuita hivyo. Nitakupa ka story kidogo. Sheikh Al-Uthaymeen alimpa tabu siku moja bwana mmoja ambaye alikuwa anaendesha kama shughuli fulani ambayo ilikuwa wamealikwa mashekhe. Sasa yule bwana akaanza kuporomosha sifa za Sheikh Uthaymeen. Wakati anaporomosha sifa, Sheikh pale akamwambia hapana, usiniambie hizo sifa. Sasa yule bwana baadaye alipokuja akauliza, akamwambia ulijisikiaje pale wakati wewe unasema sifa za Sheikh, na Sheikh akawa anakataa. Sema Sheikh yuko sahihi kwa sababu yeye binafsi aliona kwamba zile sifa anazompa si size yake, lakini mimi ninaona ile ni nafasi yake. Kwa hiyo mimi naomba uniwie radhi. Mimi wala hili si tatizo, kwa sababu hii ndiyo hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu ametuambia ukijishusha Allah atakupandisha. Kwa hiyo yani haipendezi kwa Muislamu kujipandisha, subiri upandishwe na watu. Lakini ukitaka kwamba bwana mimi ndio shekhe, mimi ndio mlinganiaji, mimi kwa hivyo mashekhe walikuwepo, si tuna copy na kupaste. Hao nao wataja kina Uthaymeen, kina Malik, kina Shafi, hao ndio walikuwa mashekhe. Watu walikaa wakatunga vitabu wakatuandikia, sisi tunasoma tu alafu tunawasomea watu. Kwa hiyo bado hatujafika katika daraja hiyo. Na kwa sababu umependa wewe na mwingine kuniita, niite. Naweza kuwa Kiarabu neno shekhe tu alimaanishi elimu. Kiarabu shekhe pia ni utu uzima. Nilipokwenda kule Misri mimi kwenda kusoma, nilipoingia pale chuoni nikakuta watu wote mpaka wale walimu zangu, kila mmoja Sheikh Ahmad, Sheikh mbona hili jina limetoka Tanzania limehamia huku tena? Kabidi nimuite mmoja, nikamuuliza mbona nyinyi mnaniita hivi wakati mimi mwanafunzi? Wakaniambia hivi, unavyoona hapa nani anayekufikia wewe kwa umri? Nini? Nikamwambia mudir, kiongozi wetu pale, asema yule pengine wewe unaweza kuwa ni mtoto wako, usimuone na mvi zake, ni mdogo. Kwa hivyo akaniambia sisi tunakuita shekhe kwa umri wako, kwa hiyo inawezekana unaniita shekhe kwa umri wangu. Allahu musta'an. Mtazamaji wa Africa TV, tuende kwenye mapumziko mafupi shekhe, alafu tutakaporejea tutakuja kwenye hii aya na hikaya nyuma ambayo umetuandalia. Mtazamaji wa Africa TV, tuende katika mapumziko mafupi. Tupo katika mgahawa wa Salam Restaurant, mgahawa ambao unatoa huduma ya vyakula vyenye ladha ya Kiafrika tofauti, lakini pia ladha ya vyakula vyenye ladha ya Kichina, na mgahawa huu upo hapa Masaki jijini Dar es Salaam. Jina langu ni Isa Nguchuke na hii ni Ayatun wa Hikaya. Nipo na Sheikh Ahmadi Amana.